Umeshawahi kujiuliza kwamba kuomba kwako kutasababisha watu kuokoka? Kuomba kwako kutasababisha watu kutoka kwenye dhambi? Kuomba kwako kutasababisha ulevi ukaishe? Kuomba kwako kutasababisha anga likafunguke? Hebu tizama, kuna binti mmoja anaitwa Hana. Yule Hana, ukisoma kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 37 mpaka mstari wa 38, ni binti ambaye aliolewa baada ya mume wake kufariki. Yule binti alirudi magotini, alijitoa sadaka, kukaa kanisani kwa ajili ya kuomba ujio wa Yesu Kristo, mapenzi ya Bwana apate kutimilizika. Maana tunaona kuna Agano la Kale limekwisha kumalizika, kipindi cha Malaki tayari. Hapa kuna ukimya ulitawala kwamba huyu Yesu mnayemzungumzia atakuja, mbona hatumuoni? Manabii umetabiri, wakina Isaya sura ya 7, tunaona anaendelea kuomba ujio wa Bwana ukapata kutimilika. Isaya 7:14, maombi yake ni juu ya ujio wa Yesu Kristo. Tunamwona Isaya akitabiri kwamba huyu mfalme anayekuja ni mfalme wa amani. Ufalme, uweza wa kifalme upo mabegani mwake. Isaya 9 mstari wa 6. Lakini tunamwona Simoni alikuwa akiomba juu ya ujio wa Yesu Kristo, na Mungu akamwahidi hautakufa mpaka umemwona huyo Masihi. Ni kwa sababu alikuwa akiomba. Unapoomba taifa litaokolewa. Unapoomba kuna mabadiliko yanabadilishwa. Unapoomba kuna watu wanaacha dhambi. Unapoomba kuna watu wanaokolewa. Usiache kuomba mpendwa, omba watu wakapate kuokolewa.